Tazama maji yanavyoangazia anga. Sikiliza sauti ya upepo unapocheza juu ya uso wa maji. Hapa tulipo sio tu ufukweni mwa maji mengi. Tupo kwenye mapigo ya moyo wa dunia yetu. Dunia ina maziwa zaidi ya milioni 17. Maziwa haya yanachukua karibu 4% ya uso wa nchi kavu. Inaweza kuonekana kama eneo dogo kwenye ardhi au ramani, lakini ukweli ni kwamba ingawa maji mengi matamu yamehifadhiwa kwenye barafu na ardhini, maziwa yetu ndio yanaobeba 90% ya maji matamu ya juu ya ardhini yanayofikika kwa urahisi. Kutoka ziwa Superior kule Amerika Kaskazini hadi ziwa Baikal nchini Russia, na hapa nyumbani kutoka ziwa Victoria linalounganisha mataifa hadi urefu wa ziwa Tanganyika na kina cha ziwa Nyasa. Maziwa haya ndio chanzo cha uhai. Yanatoa maji ya kunywa, yanastawisha kilimo, yanawasha viwanda na kutoa chakula kwa mamilioni ya viumbe. Maziwa sio tu maji. Maziwa ni damu inayotiririka mwilini mwa dunia. Zaidi ya kutoa maji, maziwa hufanya kazi kama mapafu ya kiyoyozi cha dunia. Yanakunywa hewa ya ukaa, yanalinda nchi kavu dhidi ya mafuriko na kufyonza maji ya ziada, na yanapooza hali ya joto ya maeneo yanayotuzunguka. Chini ya uso wa maji haya kuna ulimwengu mwingine kamili. Maziwa ni nyumba ya maelfu ya aina ya samaki, mimea ya ajabu na ndege wanaosafiri maelfu ya maili kuvuka mabara. Ni mifumo tata ya kiikolojia inayowezesha utalii, uvuvi na uchumi wa jamii nzima za wafukoni. Lakini leo tunaposimama kwenye kizingiti cha kihistoria, kioo hiki cha asili kinaanza kufifia. Sikiliza kwa makini. Je, unasikia sauti ya mabadiliko? Maziwa yetu yako chini ya mashambulizi ya kimya kimya. Mchanganyiko wa matumizi yaliyopitiliza, uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi unaondoa uhai kutoka kwenye maji haya. Kemikali za mbolea kutoka mashambani, taka za viwandani na plastiki zinamwagwa moja kwa moja au kusukumwa na mitaa na mito kuelekea maziwani. Ongezeko la joto duniani linayeyusha barafu na kuongeza kasi ya maji kuyeyuka kuelekea angani. Maji yanapungua na yale yanayobaki yanachafuliwa na magugu. Takwimu hazidanganyi. Katika miaka 50 iliyopita, viumbe wa maji matamu wamepungua kwa 85%. Hii sio tu takwimu kwenye karatasi, ni kilio cha viumbe wanaotoweka kimya kimya. Ndio maana tarehe 27 Agosti inapoandikwa kwenye kalenda ya dunia kama siku ya maziwa duniani. Si siku ya sherehe pekee, ni wito wa dharura wa kuchukua hatua. Wanasayansi wanaonya, tukiendelea na mtindo huu wa kuyalazimisha na kuyachafua maziwa yetu, ifikapo mwaka 2050, thamani ya mfumo wa kiikolojia wa maziwa inaweza kushuka kwa 20%. Uchafuzi utaongezeka zaidi ya mara 2 na uzalishaji wa gesi hatari ya methane utapanda juu, jambo linalohatarisha uchumi wa mazingira yetu kwa pamoja. Je, tutasubiri hadi mafungu ya mchanga yachukue nafasi ya mawimbi, au tutasubiri viwanda vyetu vikose maji na wavuvi wetu warudi mikono mitupu? Hatua lazima ianze leo. Mustakabali wa maziwa yetu haupo mikononi mwa mikutano ya kimataifa pekee. Upo mikononi mwa kila mwananchi anayeacha kutupa taka ziwani, kila kiwanda kinachosafisha maji kabla ya kuyatoa, na kila serikali inayoweka sheria kali za kulinda vyanzo vya maji. Maziwa ni chanzo cha uhai wa sayari yetu. Yametulinda na kutulisha jana na leo. Sasa ni zamu yetu kuyalinda ili yaimarishe uhai wa kesho. Jina langu ni Mariam Fakih.